Haya, basi tunachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu ametubariki na ametujalia nafasi nyingine ya kuweza kuwa hai. Kwa hivyo popote ambapo unaendeleza biashara yako, ni wakati ambapo mahubiri au mafundisho yameanza rasmi. Maandiko matakatifu yanasema tutakaswe katika kweli, na haya ni maandiko ambayo Biblia yenyewe yalitangulia kusema. Haya, kwa hivyo maandiko matakatifu ukisoma katika Biblia, kwa nini tuko hapa? Tuko hapa kwa sababu tungependa watu wajue ukweli. Ukweli wa maandiko. Hatusaidiki kwa chochote, tunasaidika kupitia ukweli wa maandiko matakatifu. Nisaidie Yohana 17:17 msomaji. Mimi ndio weka macho pande hii. Yohana 17:17 maandiko yanasemaje? Neno la Mungu linasema hivi. Tiani sana. Haya, sauti msomaji. Inasema hivi. Inasemaje? Watakase kwa ile kweli. Yesu alisema tutakaswe kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Kwa hivyo neno la Mungu linasalia kuwa kweli. Kwa hivyo watu wa Mungu wanafaa watakaswe katika kweli. Na katika kutafuta kweli, lazima tuhakikishe ya kwamba maandiko ndiyo yanayotuelezea yale yaliyo kweli. Kama maandiko yanatueleza yale yaliyo kweli, inatupasa tuweze kujua ya kwamba maandiko yote kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo inashuhudia kweli ambayo Yesu mwenyewe kaleta duniani. Leo katika imani za Kikristo watu wameamini mambo mbalimbali. Kuna imani mbalimbali. Nisaidie Waefeso 4 aya yake ni ya 5. Leo kuna imani tofauti, lakini tunadai ya kwamba tunatumia Biblia moja, ilhali kuna imani tofauti. Matatizo ambayo imeingia duniani ni kwa sababu watu wanabuni kweli ambazo maandiko haina habari nazo. Nisaidie Waefeso 4:4-5. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi. Bwana mmoja. Kuna Bwana mmoja, imani moja. Sikiliza wewe, hata kama unauza hapo nini hizo unauza hapo, hizo vitu unauza, sikiliza wewe, weka masikio pande hii. Maandiko yanasema Bwana mmoja, imani moja. Maandiko yanasema imani moja, ubatizo mmoja. Maandiko yanasema ubatizo mmoja. Soma. Mungu mmoja. Maandiko yanasema Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, ndio aliye juu na yote na katika yote na ndani ya yote. Asante. Kwa hivyo maandiko yanasema kuna imani moja, maandiko yanasema kuna Mungu mmoja, na ndio naona leo kama tutataka kuwa Wakristo wa kweli, lazima tuwe na imani ya Yesu, sio imani zetu ambazo tumebuni. Inamaanisha lazima tuweze kuelewa imani aliyokuwa nayo Yesu ni gani. Leo tunaishi kipindi ambacho wanadamu wako na imani tofauti, lakini leo tungependa kujua nayo imani ya Yesu gani. Maana Yesu wako na imani yake. Maandiko yanasema katika Ufunuo, jenga hoja, Ufunuo 14 aya yake ni ya 12. Barikiweni watumishi aliyetangulia na aliyeingia. Sote tubarikiwe. Twende. Inasema hivi. Inasemaje? Hapa ndipo penye subira watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hawashikao amri za Mungu. Kumbe watakatifu wanazishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Na imani ya nani? Imani ya Yesu. Kwa hivyo leo kama tutaingia katika makanisa ya leo, lazima tuweze kuangalia imani ya Yesu. Maana Biblia inafunua ya kwamba watakatifu wa Mungu wako na imani ya Yesu, sio imani yao, sio imani waziyobuni. Leo makanisa ni mengi kuliko hoteli. Kwa nini? Maana kila moja ako na imani yake aliyoibuni. Leo tunaangalia imani ya Yesu ni imani ipi? Kwanza Yesu alifundisha kitu gani kuhusiana na Mungu wa Biblia? Hiyo ndiyo mada ya kwanza. Yesu alifundisha kitu gani? Leo miongoni mwa Wakristo kuna wale wanaamini Mungu ni mmoja, anajibadilisha, anashuka duniani,
anavaa ngozi ya mwanadamu, anakufa, anaitana Mungu mwingine mbinguni ambaye hayupo, baadaye anarudi huko mbinguni. Kuna wale wanafundisha hiyo, na hiyo imani ipo. Wanasema Mungu ni mmoja, ni yule yule Yesu, yule Mungu mmoja ambaye alishuka duniani. Hiyo ni imani moja. Imani ya pili inafundisha kuna kitu kinaitwa utatu ama Trinity. Kuna Mungu wa kwanza anaitwa Mungu Baba, Mungu mwingine anaitwa Mungu Roho, Mungu wa mwisho anaitwa Mungu Mwana. Sasa hizi ni imani mbili tofauti. Imani ya kwanza inasema Yesu ndiye yule yule Mungu. Unaona matatizo? Wanasema hivyo. Kwa hivyo Yesu aliposhuka, yeye ndiye yule yule Mungu. Yule yule Mungu aliyeshuka akavaa mwili wa mwanadamu. Sasa unashangaa, alipokuwa anatembea duniani, alikuwa ameacha nani mbinguni? Waacha hivyo. Hebu nisaidie Yohana 20:17. Hapa kuna chimbika hapa. Wacha vile watu wanatuogopa hapa. Hapa kuna chimbika. Tunataka kama sisi ni Wakristo tunaamini Biblia, tuchimbe maandiko vizuri, tupate kiini chake na tuelezee ukweli jinsi ulivyo. Si mambo ya kupitia kando. Soma wewe mwalimu wangu, sijui unanielewa. Inasema hivi. Twende. Yesu akamwambia yule mwanamke anaitwa nani? Mariamu akamwambiaje? Usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Yesu anasema sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie. Nenda kwa wanafunzi ambao ni ndugu zangu, nenda ukawaambie ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Ninawafundisha haya mambo. Maana Yesu anasema ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, na huyo Baba yangu ndiye Baba yenu. Kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Yesu anasema anaenda kwa Mungu wake, na huyo Mungu wake ndiye Mungu wetu. Leo kuna imani ya Kikristo inafundisha ya kwamba Yesu ndiye yule yule Mungu mmoja. Unaona? Kwa hiyo hapo kwanza kuna matatizo. Lazima tuweze kuwa na imani ya Yesu. Imani ya Yesu inafundishaje? Kitabu cha Marko 12 mstari wake ni 27. Marko 12 aya yake ni 28, ndio nzuri. Inasema hivi. Tunaangalia imani ya Yesu. Maana watakatifu wa Mungu wanajulikana kuwa na amri 10 na imani ya Yesu. Sasa ukisoma katika Marko 12 mstari wake ni 28, maandiko yanasemaje msomaji? Soma usikie. Inasema hivi. Twende. Na mmoja wapo waandishi akafika akawasikia wakisemezana naye. Sasa mmoja wapo waandishi, maandiko yanasema wakafika na wakasikia Yesu akisemezana na wao. Alafu akatambua kuwa amewajibu vema. Kisha akamuuliza katika amri zote. Sasa yule mwandishi anamuuliza Yesu, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Sasa amri gani iliyo ya kwanza? Sikia. Yesu akamjibu. Sasa tunaangalia imani ya Yesu. Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii. Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Yesu anatangaza, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye Bwana mmoja. Yesu na wana wa Israeli wako na Mungu mmoja. Yesu anatangaza, anasema Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Endelea usikie. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ndio. Na kwa roho yako yote. Ndio. Na kwa akili zako zote. Nataka usikilize. Yesu na yule mwandishi, je, walikubaliana ya kwamba Mungu wa Israeli pamoja na Yesu ni mmoja? Je, walikubaliana? Sikiliza, mstari wake ni wa 32. Sikiliza hoja. Inasema, twende. Yule mwandishi akamwambia. Yule mwandishi aliposikia Yesu akisema Bwana Mungu wetu ni mmoja, mwandishi akasema, hakika mwalimu umesema vema. Hakika Yesu umesema vyema ya kwamba Mungu ni mmoja. Yesu na mwandishi wanakubaliana ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye. Unaona matatizo? Sasa Yesu na mwandishi wanakubaliana. Na ndio naona mada ya kwanza katika Biblia. Usipomjua Mungu wa Biblia umepotea. Yesu na mwandishi wanakubaliana, wanasema Mungu ni mmoja na hakuna mwingine ila yeye. Unaona? Sasa kuna baadhi ya watu wanaofundisha ya kwamba Mungu mmoja wa Biblia ndiye alivaa ngozi ya mwanadamu. Hiyo si kweli. Maana tunapoangalia ndani ya Biblia, Yesu alimwambia mwandishi kitu gani? Alafu kamera zinapoweka, napojiandaa kwa ajili ya mada ya leo. Hebu soma hapo mstari wake na 30 na ngapi? 33 ama 34. Sikiliza Yesu na mwandishi wanazungumza. Yesu anasema mpende Bwana Mungu wako. Mwandishi anasema umesema vizuri ya kwamba Mungu ni mmoja na hakuna aliye kama yeye. Sasa Yesu anamwambia hivi, soma usikie.
Inasema hivi, twende. na kumpenda yeye kwa moyo wote, Endelea. na kwa ufahamu wote, Endelea. na kwa nguvu zote, Ndio. na kumpenda jirani kama nafsi yako. 34. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, Yesu alipoona mwandishi amejibu vyema ya kwamba Mungu ni mmoja, alimwambia, Yesu akamwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. hauko mbali na ufalme wa Mungu, maana umejua Mungu ni mmoja na hakuna mwingine ila yeye. Unaona matatizo? Kwa hivyo maandiko lazima yasomwe vile yalivyo. Kwa hivyo mada ya kwanza katika Biblia, Yesu akasema katika Yohana 14 mstari wake ni wa 6. Yohana 14:6. Kamera ziweke. Yohana 14 aya yake ni ya 6. Sikiliza Yesu. Inasema hivi, Yohana 14:6 inasemaje? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Wewe, si hii ni njia iko na magari hapa? Kabisa. Sasa ukiulizwa hii njia inapeleka watu wapi, utasema nini? Hii ni town. Sinaenda town? Kabisa. Kwa hivyo Yesu anasema yeye ni njia. Maliza usikie. Na kweli na uzima. Kwa hivyo mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu akasema yeye ndiye njia na mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Na Yesu alifundisha hakuna mtu amemuona Mungu. Yesu ndiye alikuja kumfunua. Yohana 1:18. Soma hiyo andiko. Inasema hivi. Soma Yohana 1:18. Tunajenga hoja. Yesu akasemaje? Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Na jioni tunaendelea na Ufunuo 17. Jioni hapa. Revelation 17. Kwa hivyo mjipange, mtu asiende nyumbani. Maandiko yanasema hakuna, na huyo ni Yesu. Yesu anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, ndiyo huyo ndiye aliyemfunua. Kwa hivyo Yesu anasema yeye ndiye amemfunua nani? Amemfunua Baba. Alafu Yesu anasema hakuna mtu alimuona nani? Alimuona Baba. Soma vizuri. Alimuona Mungu wakati wowote. Kwani Yesu wako na kichaa ati hakuna mtu alimuona Mungu? Hebu nisomee 22:4 Ufunuo. Yesu anasema hakuna mtu alimuona Mungu wakati wowote. Wengine wanasema Yesu ndiye Mungu alitembea duniani. Sasa si alionekana? Soma hiyo. Ufunuo 22:5. Inasemaje? Inasema hivi. Twende. Na watamuona uso wake. Na watamuona uso. Wale watafika mbinguni. Maandiko yanasema na watamuona uso wake. Na jina lake itakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Unaona? Watamuona. Ndio naona Yesu akasema heri wenye upole maana watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi maana watamuona.